Baba, mama, mbona mnagombana kila siku? Nyumba haina amani kabisa. We mtoto unikome. Juma, unaona mtoto umefanana naye? Mtoto umefanana naye sura complete. Sasa nakwambiaje? Hapa nataka mguu wako mguu wangu na huyu mtoto. Twende tukapime DNA. Mishi, umechanganyikiwa mke wangu. Huyu mtoto wa watu, sisi tunaenda kumpima DNA kwa sababu gani? Mtoto ni wa mlinzi wetu na kijakazi wetu wa ndani. Na wao wenyewe wamethibitisha hilo. Wewe unaanzaje kunibishia mimi na kutaka kulazimisha vitu ambavyo havipo? Hiyo DNA tunaenda kupima kwa sababu gani kwa mtoto wa watu? Neema, unajua wewe ni mrembo sana, na moyo wa mwanaume ukikosa furaha huelekea pale ambapo anaweza kuutuliza. Baba, kuwa na heshima. Maneno gani wewe unaniambia mimi? Mimi nimekuja hapa kufanya kazi za ndani tu na sio kitu chochote. Mimi siwezi kuwa na wewe baba, huo ndio ukweli. Sikiliza, sitaki kukulazimisha, ila najua moyo wako unaelewa. Mimi na mke wangu tumehangaika sana kutafuta mtoto, na wewe ni kama baraka. Naomba usinitazame kama bosi, nione kama mwanaume aliyepotea na mwenye upweke anayehitaji faraja. Juma, mume wangu, mbona nimekutengea chakula haujala mpaka sasa hivi? Tatizo nini mume wangu? Mishi, mke wangu, unajua leo niliwaza ni bora tujaribu tena ile tiba ya mitishamba ya yule mganga kutoka Mwanza. Inaweza ikatusaidia ukapata ujauzito mke wangu. Hii hali ya upweke mimi sasa imenichosha. Ndio maana unaniona nina mawazo kila wakati. Hapa nilikuwa natamani kuwe na watoto wakiwa wanacheza na kufanya fujo, lakini tupo wenyewe tu mke wangu. Hii inanifanya niwe mnyonge kwa kweli. Mume wangu, tumejaribu kila njia, hospitali, maombi, waganga. Mimi na imani tutulie tu, ipo siku Mwenyezi Mungu atatufanyia miujiza mimi na wewe mume wangu. Sawa mpenzi, labda siku moja tutapata tumaini la kweli. Lakini eka akilini mwako, hii hali inanitesa mke wangu. Ninahitaji watoto sasa. Baba, nimebeba ujauzito. Naogopa, nina hofu sana ndani ya moyo wangu. Nahisi kama dunia itanielemea baba. Sijui unanisaidiaje hapo baba, mimi sielewi. Neema, umebeba ujauzito? Hakika hiyo ni habari njema mimi kuisikia. Mimi nitachokifanya ni kukusaidia na kukulinda kwa kila niwezavyo. Wala usiwe na wasiwasi. Hiko ndio kitu ambacho tulikubaliana tangu awali. Jambo la msingi, mke wangu Mishi hatakiwi kujua kuhusu taarifa hii. Nitawezaje kuficha hii siri? Wakati ujauzito sio jambo la kujificha. Ipo siku watajua. Itakuwaje? Neema, punguza wasiwasi na mashaka. Mimi nitajua nifanye nini. Ila kaa ukijua kila kitu kitakwenda sawa sawa. Hakikisha mtoto wangu tumboni mwako anakaa kwa utulivu bila shaka yoyote. Mimi nitasimamia hili kuhakikisha mke wangu hajui na wewe unabaki salama. Mambo mengine yote tutapanga huko mbele. Acha nifikirie mpango thabiti ambao utakufanya wewe salama, lakini pia hata mke wangu asije kugundua jambo hili, kwani litatuweka kwenye matatizo. Mkude, nimekuita huko ofisini, nina mazungumzo na wewe private, na mazungumzo nyeti na ya siri sana. Nataka unisaidie jambo moja, na kwenye jambo hili kama utafanikisha na kuhaidi, nitakupa zawadi nono sana, ikiwemo na zawadi kubwa ya fedha pamoja na kitu ambacho si nitakwambia hapa. Kimsingi yule kijakazi wa pale nyumbani Neema amebeba ujauzito wangu. Usishtuke Mkude, nataka ulibebe hili jukumu kwa kadri utakavyoweza. Hakuna mtu mwingine anayeweza kunisaidia. Mke wangu atakapojua kuhusu hili itakuwa ni shida kubwa sana. Sasa nataka mke wangu atambue kuwa Neema ana ujauzito, lakini mwenye ujauzito huo ijulikane ni wewe na sio mimi. Bosi, kwanza shikapo hapo. Yaani umempa mimba mdada wa kazi? Ya. Sasa bosi, una tatizo gani la kijinsia? Mke wako mzuri.
Bosi, mke wako ana miela, kwa nini uende kumchapa na mke mweusi dada Neema, na wakati Neema tepu yangu? Umeniuzi sana bosi. Kwa hiyo muda wote Neema naye anasema atanifikiria, kumbe ananisuga. Ushamzatika bosi, na kuchukia sana kuanzia leo. Ndio maana nimekuita hapa Mkude, nataka tuongee kama wanaume. Mimi hii kazi ninayokupa hautaifanya bure, badala yake nitakupa fedha, tena fedha nyingi ya kubadilisha maisha yako. Hautaendelea tena kuwa mlinzi. Nitakupa kiasi cha shilingi milioni 50 kama utatekeleza hii kazi kwa ufanisi mkubwa, kwa sababu huko mbele kutakuwa na mipango mingine ya msingi itakayoendelea. Hapo kwenye mipango itaendelea hapo, hamna shida, kwa sababu umesema milioni 50 bosi. Hapo hata kama kuna mimba nyingine natakiwa, mimi niko tayari kubeba. Neema, una ujauzito kweli? Na huo ujauzito ni wa Mkude? Yaani Mkude huyu mlinzi wetu? Ndiyo mama, ilitokea kwa bahati mbaya. Nilikuwa na mahusiano naye ya siri. Hili jambo sijalipenda. Nimewaajiri hapa kwa ajili ya kazi na sio mapenzi. Na siwezi nikakufukuza ukiwa na ujauzito. Ila Mkude nitaongea naye. Mkude, unaweza ukaniambia nimekuleta hapa kwa kazi gani? Nani? Mimi? Naongea na wewe au mimi unaona hapa naongea na simu? Amna Madam Mishi, ila sasa umenichanganya, unaniuliza maswali yaliokuwa na majibu yako waziwazi kama kenteza za ng'ombe. We hujui kwa nini mimi niko hapa? Mimi si ndo mlinzi brigadia TC Umoja wa Mataifa, kudumisha ulinzi wa nyumba na mambo yote yanayohusiana na nyumba hii. Vizuri Mkude, kumbe kazi yako naijua. Nani alokutuma ukamlinde Neema hadi umpe ujauzito? Kinachokufanya ustuke ni nini? Hujanisikia au? Kusikia na kusikia bosi, ila masikio nao yana matege mada ngumu hiyo. Bosi, unajua kuna mbinu kiapo katikati zilifanyikaga. Sasa mambo hayo labda tupate muda wa kujadili kwa upana zaidi, lakini kweli ujauzito ule wa kwangu, nilitekeleza wajibu wangu wa kiume. Kwa kuwa umevunja sheria, Mkude, kusanya virago vyako. Sikutaki ndani ya nyumba yangu. Naomba uende kwa huyo bosi alokutuma umjaze mimba Neema. Toka mara moja. Bosi, unamaanisha unanifukuza kazi? Nani yuko tayari kubeba uzito kwa uzani asojua? Wewe ni mkweli bosi, ngoja nikwambie kitu cha ukweli. Mimba ile mimi sio yangu. Nakwambia ukweli kwa sababu mimba yenyewe mtu anakaribia kujifungua, tumeficha siri kwa muda mrefu sana. Ila nikikwambia ukweli, usinifukuze kazi alafu unitunzie, ufiche blackmail yangu. Ufiche utambulisho wangu nisije nikaonekana mbea. Unanielewa? Nataka nikumege siri usojua. Mimba ya mume wako ile. Ila tulipanga mchezo, akanambia Mkude, mke wangu abebi mimba na shida na mtoto. Kwa hiyo wewe tempeana, mimi natempeana Neema na mpa mimba, alafu wewe unajifanya yako. Kwa hiyo nikakubali. Sasa unafoniambia utanifukuza kazi vipi? Ni hatarisha usichana wangu. Kisa mpango wa watu. Siko tayari. Nimekanseli. Naendelea na kazi. Ukweli ndio huo. Mimba ya mume wako Juma. Kana uongee naye vizuri. Mimi na target ni kuendelea na kazi zangu. Sitaki suspension. Mkude, una uhakika na unachokinena? Uhakika ninao, na kinena pia ninacho kinena nimekificha kwenye suruali hapa katikati. Sasa we kama uniamini, subiri ya mtoto yakizaliwa asipofanana na mume wako, nenda ukapime naye blood pressure. Itaonyesha kama mtoto wake au vipi. Kuna vipimo hospitali vya blood pressure na HIV. Mtapima vile vipimo, vitaonyesha wazi kama mtoto wa nani. Mimi nilisingiziwa, nilishakwambia ukweli. Nimejitoa kwenye kesi. Baba, mama, mbona mnagombana kila siku? Nyumba haina amani kabisa. We mtoto unikome. Juma, unaona mtoto ulivyofanana naye? Mtoto umefanana naye sura complete. Sasa nakwambiaje? Hapa nataka mguu wako, mguu wangu na mtoto. Twende tukapime DNA. Mishi, umechanganyikiwa mke wangu. Huyu mtoto wa watu, sisi tunaenda kumpima DNA kwa sababu gani? Mtoto ni wa mlinzi wetu na kijakazi wetu wa ndani. Na wao wenyewe wamethibitisha hilo. Wewe unaanzaje kunibishia mimi na kutaka kulazimisha vitu ambavyo havipo? Hiyo DNA tunaenda kupima kwa sababu gani kwa mtoto wa watu? Mimi nina uhakika Juma, mtoto ni wako.
na hata Mkude alishanihakikishia kwamba mmepanga mpango ionekane mimba ya Mkude na mtoto wa Mkude. Sasa nakwambiaje, mimi na wewe ukitaka tuelewane humu ndani, twende tukapime DNA, la sivyo tuachane mimi na wewe. Naam ndugu zangu, kulingana na majibu yetu ya DNA kutoka maabara, inaonyesha dhahiri kuwa huyu mtoto wenu Cecilia ni damu kabisa ya huyu bwana Juma, ni damu yake wa kumzaa kutoka kwenye pingili kabisa za mgongo wake. Juma, hivi umeamua kabisa kunizalilisha na kunishusha utu wangu kwa kile kifanyakazi cha ndani ambacho tunakilipa hela? Yaani Juma, wewe kwenda kuzaa na mfanyakazi? Juma, umekosa nini kwangu? Umekosa nini kwangu wewe mwanaume? Jamani. Nilichokosa ni maini ya shilingi 70. Hivi wewe Mishi hujui kama una tatizo la kupata mtoto? Ina maana mimi ningekaa na kuvumilia na umri huu nisiwe na mtoto hadi kipindi gani? Sasa unavyoanza kunilaumu kwa kusema nimekosa nini, hapo umekosea. Ungenilaumu tu kwa kuzaa nje, sio kuniambia nimekosa nini. Nilichokikosa unakijua. Huna uwezo wa kunisaidia mimi kupata mtoto. Kwa nini nisifanye jitihada zangu za nje ili niweze kupata mtoto mwingine? Ni kweli na akili moja kwa moja kwamba nilikula kitobo utamu cha mfanyakazi na lile koje wa mkojole ni la kwangu. Kwa nini mkatae mtoto wangu? Nilikuwa tu natengeneza mazingira. Kama unataka kuniacha niache bwana. Mimi sio feel lolote sasa hivi. Ili mradi nina mtoto, nina damu yangu. Mkude, sikutegemea kama utafanya mambo ya kipumbavu na kunisaliti kwa viwango hivi. Yaani mimi na wewe tunapanga mipango, halafu unaenda kumwambia mke wangu kila kitu. Haya, umeharibu kila kitu sasa. Mke wangu ameshajua yule mtoto ni wangu na ndoa yangu imevunjika. Sasa unavyokuja kusema nikupe hela yako, si tulipanga dili? Dili gani na dili umeshaliharibu? Dili alijaribika bosi, ila nilikuwa nalinda usichana wangu kwa sababu mambo yalikuwa yanaendelea nilikuwa sielewi. Bosi amenifuata ameniambia na kufukuza kazi. Sasa nikawaza nikasema nikifukuzwa kazi nitaishi vipi mimi? Mtu na familia. Ndio maana nikakubali nikamwambia mimpa ile so yangu yako linchomekea. Sasa unavyoniambia eti dili limeharibika vipi? Nipe langu bwana, nitakufungulia mashtaka ujue. Unifungulie mashtaka? Labda useme unautaka. Yaani unifungulie mashtaka mimi kwa kesi gani? Wewe mjinga nini wewe? Tulipanga mpango umefeli. Mimi nishaachana na mke wangu. Na hivi ninavyokuambia naamua nimuoe Neema. Unataka hicho kitu siji tukifanye kitu gani? Au nitakuolewa? Bosi, jitahidi sana uwe na busara. Unajua uwezi kutupa kanga na wakati ndani una bikini peke yake. Unanielewa vizuri? Uwe na adabu mtoto wa kiume. Unawezaje kuniambia mimi nautaka we? Mimi naweza kutaka. Naweza kutaka na kwambia kama soe ndo unautaka kuzurumela za wanaume wenzako. Tumepanga mpango mpwenuke. Basi kama unaona dili limekufa nipe mtoto wangu. Nipe mtoto wangu niondoke naye, si mtoto ule tumekubaliana toka zamani wangu. Eti mtoto wangu. Yaani wewe hata kwa kukuangalia tu kwa evidence, nguvu za kiume zenyewe huna. Basi tu nilikuwa natafuta simu ya kutokea. Wewe unaweza kuwa na mtoto wewe? Kwani unadhani mimi sijui kuhusu background yako na familia yako? Umeoa mwanamke huko, huna hata mtoto mmoja. Na mna muda mrefu, wewe mwenyewe si mgumba kama wagumba wengine tu. Kwa hiyo umenidhulumu, si ndio? Haina shida, mimi nilikufuata tu hapa, nilitaka nipate amana yangu iliyobaki, ila nilichokipata kikubwa kweli hivyo. Unajua alichokufanyia mke wako wewe? Mke wako umemsaliti naye kalipiza kisasi. Wewe si umetembea na mdada wa kazi, unajua akakulipiziaje hapo? Nimelipresi, nimeingia pale kati, nimekuwa mimi ndo fadhao, simjinga wewe, ndo nikwambia ukweli. Sasa mimi ndo natembea na mke wako sasa hivi, ukweli analipiza kisasi, mjinga kama ulikuwa hujui, na nampa mimba ya ukweli. Mimpa original. Wewe si ulikuwa uzai wewe. Nimekusaidia na mpa mimba mwanamke afu na nzulumu langu. Pompavu sana mwanaume suruali. Kidevu kama konoike. Jinga mmoja haya. God have mercy upon us.